Leo tunajifunza madhara ambayo yanaweza kukutokea ikiwa hautatibu acid reflux. Acid reflux ni ugonjwa ambao unatokana na vile ambavyo unakula, kile ambacho unaingiza ndani, lakini pia na mtindo wa maisha. Unapokuwa unakula namna ambayo sio nzuri, mwili unaendelea kutengeneza udhaifu taratibu. Mwisho wa siku ule udhaifu sasa unakuwa ni mkubwa kiasi kwamba mwili hauwezi tena kuvumilia. Utaanza kupiga kelele kuomba msaada, ndio sasa utaanza kupata viungulia, utaanza kusikia kwenye koo kuna kitu kimekubana, utaanza kushindwa kulala usiku, utaanza kupata hofu ama wasiwasi, miguu itakufa ganzi au inachoma, kichwa kuuma, lakini pia maumivu ya kifua mpaka kwenye mgongo, mpaka kwenye mabega, masikio kupiga kelele. Hizo ni changamoto ambazo unaweza kuzipata usipotibu acid reflux kwa muda mrefu. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kuathiri kabisa mfumo mzima wa maisha yako ni uzalishwaji wa kila siku. Mtu ambaye ana changamoto ya acid reflux, kuna baadhi ya watu mimi niko nao ambao wamesimamishwa mpaka kufanya kazi, kwa sababu kila anapokwenda kazini anarudishwa, anaumwa, au mwingine amesimamishwa kabisa, amepewa miezi mitatu akae kwanza nyumbani mpaka apone. Kwa hiyo unaweza kuona shughuli zako za kawaida za kila siku zinakwama. Lakini madhara ambayo yanaweza kutokea kiafya, kukosa usingizi. Usingizi ni afya, tunahitaji usingizi, kila mtu anahitaji kulala vizuri ili mwili wake uweze kutengeneza afya nzuri na ulinzi mzuri wa mwili. Kwa mtu mwenye acid reflux anapokosa usingizi, mwili unazidi kuwa dhaifu. Na hata unapoendelea kukaa nao muda mrefu, maana yake udhaifu unazidi kuwa mkubwa. Utakuja kupata changamoto sana kutibu acid reflux kwa sababu udhaifu unazidi kujitengeneza. Lakini pia kitu kingine, mtu mwenye acid reflux anapata sana hofu. Yaani ni kitu ambacho kinamfanya anaogopa kukaa hata kwenye nyumba yake ambayo yeye mwenyewe ameijenga kwa upendo, kwa amani, amekuwa akiishi vizuri na watu wake, chumba ambacho amekuwa akilala, akifurahia, lakini akipata acid reflux anakuwa hawezi tena kulala kwenye kile chumba. Ninao wateja wangu ambao ameshahama kwenye nyumba ambayo alikuwa akiishi kwa sababu ya acid reflux, na changamoto iliyopo ni kwamba unakuwa haujui ugonjwa unaitwaje. Kwa hiyo kuspot kwamba ni acid reflux inakuwa ni ngumu na hofu inakuwa ni kubwa zaidi. Tofauti na pale ambapo ukishajua kwamba hii ni acid, unaweza kukabiliana nayo. Kwa hiyo unaweza kuona hofu inaweza kupelekea vitu vingi sana kubadilika. Lakini pia kitu kingine kikubwa ambacho ni cha kibiolojia, ile asidi inapopanda kutoka tumboni kurudi juu, kwa kawaida asidi ina asili ya kuunguza. Kwa hiyo utasikia moto unapanda mpaka kwenye koo, na baadaye utasikia kama kwenye koo kumekuwa kama kuna makovu au kuna michubuko. Maana yake asidi inaunguza, na makovu ama michubuko inapokuwa inapona inakuwa kama inajikunja, ile koo la njia ya chakula inakuwa kama ikipona inajikunja hivi, inakuwa kama nyembamba. Na mwisho wa siku hata kumeza unakuwa unaumia, au kula chakula ukimeza unasikia unaumia, au hata mate mtu mwingine hawezi kumeza. Kwa hiyo ni vizuri sana kukabiliana na changamoto hii mapema kama ukishaigundua. Lakini pia kitu kingine ambacho nataka ukifahamu, ile acid reflux kadri ambavyo unazidi kukaa nayo, ile moto kupanda, inaongeza hatari ya kupata saratani ya koo, kwa sababu ule moto unapopanda, unaposikia kuungua, maana yake kuna inflammation zinaendelea. Kwa hiyo hizo inflammation zikiendelea zinakuwa chronic, zinalazimisha zile seli za kwenye koo la chakula zibadilike, na mwisho wa siku inakusogeza kwenye hatari zaidi ya kupata saratani ya koo. Kwa hiyo ni muhimu sana kutibu acid reflux, hasa kama umeshajua tayari una changamoto ya acid reflux. Njoo nikusaidie kuondokana na changamoto hiyo. Namba inayopita hapa chini, tuma ujumbe. Mimi nikiona ujumbe wako nitakupigia simu, nitakupatia elimu inayohusiana na kutibu, lakini hatua kwa hatua tutaenda kufanya kwa vitendo kuondokana na changamoto hii. Naitwa Dr. Elizabeth, nitafurahi sana kukuhudumia. Karibu sana.